Madeni ni roho kutoka kuzimu kama zilivyo roho nyingine. Madeni ni silaha anayoitumia adui kumshambulia mtu. Kukopa sio mpango wa Mungu, wala kukopa si mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Lakini pia kukopa sio mawazo ya Mungu. Kwani Mungu hataki kuona ukikopa, anataka kuona ukikopesha? Ni kwa sababu madeni yanakufanya kuwa mtumwa. Madeni yanakunyang'anya uhuru wako. Ndio maana Mungu hataki ukope. Na Biblia mahali pengine Biblia inasema siwaiti tena watumwa. Maanake tayari tushawekwa huru. Yeyote aliyokoka sio mtumwa tena. So Mungu hataki ukope kwa sababu madeni yanakufanya kuwa mtumwa. Yanakunyima uhuru wako, yanakupora uhuru wako. Mithali 22:7. Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wa yule. So unakopa ndio mtumishi, nakopa naweza kurudisha ndio, lakini wewe ni mtumwa. Mtumwa ni mtu anayetawaliwa, hana uhuru. So madeni yanamnyima mtu uhuru wake, yanamnyang'anya mtu uhuru. Kitabu cha Torati 15:6. Neno la Mungu linasema kwani Bwana Mungu wako atakubarikia ndio kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa. Tena utayatawala mataifa mengi, wewe usitawaliwe. Anachojaribu kuniambia hapa, anayekopa ni mtawaliwa, ni mtumwa. Okay. Mtumishi, lakini ninaweza kukopa na nikarejesha. Ndio, pamoja na kierere chako cha kukopa na kuweza kurejesha, unaishi katika utumwa, unatawaliwa. Hauna uhuru na life yako, hauna uhuru na maisha yako.